Tuchuruze talanto ya Bwana vema. Siku atakaporudi nitakupa hayo. Sasa njoo hiyo. Bwana akaamuru kwa wengine kusema nini? Mumunyanganye, samee waombaji, samee manabii. Mungu tupe nguvu, tuchuruze talanto yako kama vile na stahili, na siku takaporudi tupate kuonesha faida hiyo talanto. Tusiwe kama ule mtumishi ambaye alitoa. Shukuru tena Mungu katika asubuhi kama hii kwa kutupatia kibali ya kuwa mbele ya uso wake, kwa kuwafikishia neno la Bwana. Neno la Mungu ni faraja kwetu. Tunaishukuru. Nimeitwa mchungaji Dismas. Tunafanya kazi ya Mungu kwa kanisa la Pentecote de Reveil Philadelphia. Haya, Mungu alitupatia hiyo neema, sio kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mungu. Na hiyo yatubidi tuwe na umoja, tufanye kazi ya Mungu kwa kuwa ndio alituahidia, na kama tunapata neema hii, na sisi inabidi tuyatumikishe. Sasa tunanusalimu watufuatiliao katika neno la Mungu. Mungu endelee kuwabariki na Mungu endelee kuwasaidia. Tutazungumza kwa neno la Mungu liko katika kitabu cha Mathayo, kichwa chake kia 25. Tutaanzia kwa mstari wa 14 tukishuka chini. Kinasema nini? Hapa tutasoma neno la Mungu. Linasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanto 5, na mmoja talanto 2, na mmoja talanto 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Maana yule aliyepokea talanto 5 akaenda, akafanya biashara nazo, akachukua faida talanto nyingine 5. Vile vile na yule mwenyewe wa pili, waliyepewa talanto ya pili, yeye naye akachukua nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea moja, alikwenda akachukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana, na watumwa wake akawafanya hesabu yao. Akaja yule aliyepokea talanto 5, akaleta talanto nyingine 5. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanto 5. Tazama, talanto nyingine 5 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana. Akaja na yule aliyepokea talanto 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanto 2, tazama talanto nyingine 2 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika ufalme ya Bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanto 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe umtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanto yako katika Azri. Tazama, unayo hiyo talanto yako. Bwana wake akamjibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na ulegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipofanya. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watao riba, nami nikija ningalipata
ilo yangu fedha, ilo faida kwa hiyo fedha yangu. Tunaweza kuachia hapo. Hapo tutazungumza kwa neno, ni mfano Yesu ametoa, mfano wa watumishi ambao waliopewa talanto ya Bwana. Alikuwa mtu alitamani kusafiri safari ya kwenda katika nchi ya mbali. Alikuwa na watumishi wake watatu. Kwa hao watumishi wake watatu akawaita na kuwatamani kuachia mali zake. Alikamata wa kwanza akampa talanto 5, wa pili akampa talanto 2, wa tatu akampa talanto 1. Na yeye akawaambia kama nimesafiri lakini nitarudi kwa kuja kuangalia hizo talanto zao. Bwana Yesu asifiwe. Kupewa talanto ya Bwana ndio kichwa kia neno tunaenda kuzungumza hapo. Kupewa talanto ya Bwana. Sasa kwa muda ya siku kupita, yeye wakati alipoenda, au watumwa wake, huyu wa kwanza alienda akafanya uchuruzi kwa hizo pesa, na hiyo pesa akapokea tena faida ya talanto ingine 5. Na wa pili naye akafanya uchuruzi, akakamata akapokea ingine talanto 2. Huyu wa tatu akaenda akasema, huyu mtu bosi aliniachia hii talanto, yeye anavuna kwenye kupanda na anatamani kuweka kwenye akutayarisha. Anakaenda akachukua udongo, akatwala hiyo talanto ya Bwana, akatia kwa udongo, akafunika. Asa talanto yake ibaki hapa, siku atakaporudi nitampa talanto yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutazungumza kwa watu watatu waliopewa talanto. Huyu wakati mfalme wao mkuu wao aliporudi, akakuja sasa kusabiliana nao hizo pesa mali yake aliyowaachia. Wakanza akakuja mbele yake akasema, Bwana, mimi ulinipa talanto 5 na nikachuruza nikafaidika, haya ingine talanto 5 ambaye nilipokea kama vile faida. Bwana akasema, ninakushukuru wewe mtumishi mwema, uko mwaminifu na unaifanya kazi yako kwa faraja. Karibu sasa uingie pamoja nami katika ufalme wa mbingu. Huyu wa pili naye akaja akampa, asema, Bwana, na mimi uliniachia talanto 2 na kwa hivyo nilifanya kazi nikapata faida nyingine talanto 2. Naye vile vile akamshukuru kusema kama uko mtumishi vizuri, uliyetumika kazi kwa vema. Sasa wewe umetayarishiwa kwa kuingia katika ufalme wa mbingu. Huyu watatu alipokuja akasema, Bwana, mimi nimeona kama wewe unatafutia faida kwenye au kuiweka na unavuna kwenye au kulima. Akatoa maneno isiyokuwa vizuri. Sasa ndio hivi niliendaka, wakati ulipoenda niliona hivyo, nikachukua udongo nikatia hiyo talanto yako chini ya udongo. Sasa kwa leo hivi nisikia kama umefika, hiyo talanto yako moja ambayo ulinipatiaka njoo hii. Neno lake huyu watatu alikumfurahisha huyu mkuu wake, naye akamwambia sasa, unaniita mimi kama vile navuna kwenye sikupanda. Sasa kwa nini wewe mtumishi mbaya, wewe hautapata ufalme wa mbingu, au furahiwe hata kuingia katika ufalme wa mbingu? Na kama ulijua kama mimi nimevuna mali sikupanda, kwa nini ya kuchukua hii talanto yangu moja na kupatia ule mtu ambaye angechuruza, na wakati mimi ningekuja nikiwe kupata faida lake? Kazi yao watumishi watatu. Wa kwanza alishukuriwa kwa hiyo talanto 5, akaongeza ingine 5. Wa pili naye mfalme akamshukuru kwa kuwa alimpa 2, amwachia 2 akakuta 4. Lakini watatu akasema kama akaenda akafungua udongo akazika, na siku mfalme mkuu wake alikuja akamrudishia hiyo talanto yake. Sasa hapo tunatamani kuongea juu ya nini? Tunasema churuza talanto la Bwana. Hizi siku tumeitwa watumishi wa Mungu. Hizi siku tunaitwa tumefanya kazi ya Mungu. Na kwa kazi ya Mungu kuna mwaliko mbalimbali. Kila mtu anayekuwa na gisi Mungu alimwalika. Kuna walioalikwa kuwa wachungaji. Kuna walioka kuwa waimbaji. Kuna waliokuwa manabii. Kuna walika wanaongoza kazi fulani fulani kanisani. Kuna walika wale wanaokuwa na upako wa kuponya wagonjwa. Hizo zote ni talanto ya Bwana alitupatia. Sasa sijue namna gani uliko unachuruza hiyo talanto ya Bwana.
Kwa kuwa Yesu alituachia na akienda mbinguni, na kwa kwenda kwake akasema, naenda kunutayarishia makao, lakini nitarudi kuja kuwachukua. Sasa tuko katika shamba la Bwana, tuko katika kazi la Bwana. Alituachia hizo talanto zake. Hizi siku naona kuna kwa mivurugano sana katika kazi ya Mungu. Hakuna tena utaratibu kwa kazi ya Mungu. Watu wametajataja jina la Bwana, lakini umeangalia matendo yao haifuanane kama vile watumishi wa Mungu. Sasa hiyo ni ole kwetu. Wokovu yako usiangalie kwa mtu mwingine. Wokovu yako wewe unaangalia msalabani. Ujichunguze, ujue kama Yesu alifanya kazi gani msalabani, na siku atarudi nitatoa rapoti namna gani kwa hii talanto yake ambeli niachia. Au watumishi watatu walifanya kazi yao kwa hali ya umbali mbali. Wa kwanza alileta faida, walimwachia 5, akaleta faida nyingine talanto 5. Na wa pili naye akamwachia talanto 2, naye akaleta faida nyingine talanto 2. Lakini wa tatu akaenda akachukua, akachimba udongo na kutia hiyo talanto ya Bwana ndani. Sema huyu anavuna mahali akupanda. Acha siku atakuja nitampa talanto yake. Lakini na siku Bwana alikuja akumfurahikia, akamwambia, wewe mtumishi mpumbafu, haustahili hata kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa nini ulijua kama mimi nimevuna mahali sikupanda? Kwa nini haungechukua hii talanto yangu na kuipatia ule ambaye angelipasha kunipatia faida kwa siku ya leo? Sasa kanisa la Bwana tumefanya kazi la Mungu. Kanisa la Bwana tuko katika shamba la Bwana. Sasa wewe unachuruza talanto yako namna gani kwa hizi siku za mwisho? Siku za mwisho hata Paulo aliyesema itakuwa siku ngumu, upendo wa wengi itapoa, watu uasi utainuka, watu watageuka kuwa wabaya, watapenda pesa kuliko kupenda neno la Mungu. Shauri ndogo kama vile kanisa tulitamani kukuletea, churuza talanto yako kama vile inastahili. Kwa siku Bwana atakuja, utaulizwa na faida yake. Kuna sijue kwa Swahili sijue hiyo nyimbo, nilisikia muimbaji mmoja anaimba nyimbo hivi, anasema, churuza talanto ya Bwana, ataikuuliza faida lake. Churuza talanto ya Bwana, atakapokuja utatoa nini? Chunga iyo talanto ya Bwana, uichunge vema. Tuchuruze talanto ya Bwana vema. Siku atakaporudi atatuuliza faida gani tuliozalisha kwa hiyo talanto lake. Siku la leo nakuta mtu amehubiri mtu, kisha kesho tena yeye ndio amemwangusha katika dhambi. Siku ya leo nakuta mtu ameongoza mwingine kwa kazi ya Mungu, kesho tena anamwangusha katika dhambi. Sasa hiyo talanto tuko naichuruza hapo namna gani? Siku Yesu atakaporudi tutatoa rapoti namna gani? Shauri yangu ilikuwa hivi kanisa, mwaka hii tuwe macho, mwaka hii tuamke tena. Watu wengi wamechukua talanto ya Bwana na kuchukua udongo na kuitia ndani. Wameacha kazi ya Mungu, wamevua vazi la kazi la Bwana. Lakini ujue kama Yesu atarudi, Yesu iko mlangoni. Matendo dalili ambaye alituambia kwa kurudi kwake tuko tunayaona wa ndugu. Na tubidi tuchuruze talanto ya Bwana vema, kwa kuwa siku atakaporudi atatuuliza faida yake. Tutaenda kumalizia kwa hiyo mstari. Tunasema hapa kwa mstari wa 28 tufikie kwa mstari wa 13 hivyo. Tutasoma neno la Mungu hapo, tumalizie hapo. Basi mnyang'anyeni talanto hiyo, mpeni yule aliye nazo talanto 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiyefaa mtupeni bali katika giza la nje, ndipo kutakuwa kilio na kusaga meno. Hapo Yesu huyu mfalme akasema nini? Anasema hivyo juu alimwachia hiyo talanto moja, na wakati alikuwa kutoa raporo yake akasema, naona unavuna, unatamani kuvuna mali au kupanda
talanto yako moja njoo hiyo, nilichukua udongo nikaiweka, nasema siku tarudi nitakupa hayo, sasa njoo hiyo. Bwana akaamuru kwa wengine kusema nini? Mumunyanganye, mupatie ule mwenye alikuwa na 10. Kwa kuwa mwenye kuwa mwenye iko nazo ataongezewa, lakini ule mwenye ana atanyanganywa na kile kenye alikuwa nacho, wa ndugu. Akasema mumunyanganye, na mkisha kumunyanganya muipatie ule mwenye iko na 10, na nyuma kuipatia ule mwenye kuwa na 10, nyuma kupatia mwenye kuwa na 10, akasema hapo nini? Kwa maana kila mwenye kitu ataongezewa tele, lakini asiyekuwa na kitu na kile alicho nacho atanyanganywa. Mwenye kuwa nacho ataongezewa, na mwenye hana kile alichokuwa nacho, hukumu hapo atasema nini? Huyu mwenye kufanya kazi vizuri. Na ndio hapo neno la Mungu latuambia tena katika kitabu cha Mathayo kusema kama sio wote wamuitayo Bwana Bwana ndio wataona ufalme wa mbingu. Nini tatuma tusione ufalme wa mbingu? Ni juu ya kutokuchuruza kwetu talanto ya Bwana vema. Sasa ndugu, acha ushike shauri njema kwa mwaka huyu, fata hatua njema kwa mwaka huyu, uwe macho kwa mwaka huyu kwa kuchuruza talanto ya Mungu vema. Au ujue miaka ngapi unabakilia hapa chini ya jua, na mimi sijue miaka ngapi ninabakilisha chini ya jua. Inatufaa sasa tuwe na akili, tutumike kazi ya Bwana kwa sawa, tutumike kazi ya Mungu kwa upendo, tutumike kazi ya Mungu kwa ujasiri, tutumike kazi ya Mungu kwa kuogopa dhambi, kwa kuwa siku atakaporudi tusije kuambiliwa ondokeni siwajue. Muda ingali kwako na muda ingali kwangu. Tengeneza wewe na Mungu, na mimi nitengeneze mimi na Mungu. Tushaurie watu kwa kweli, tufundishe watu kweli, tuambie watu kweli, kwa kuwa nayo itawafikisha katika ufalme wa mbingu. Mungu awasaidie, Mungu awajalie neema. Msiangalie shida za dunia, msiangalie mateso tuko nayo. Neno la Mungu linasema hivi, vita si mnaopita ndani, vita si vyenu, vita ni vyangu. Wakati watu wamemtii Mungu na kutumika kazi yake vizuri, mjue kama Mungu anatupigania kwa vingine vyote vinaotuzunguruka. Lakini wakati hatufanye kazi ya Mungu vizuri, iko shida kwetu. Sasa umechuruza talanto lako namna gani? Na mimi nimechuruza talanto yangu namna gani? Kwa kuwa siku atarudi atatuuliza faida hiyo talanto yake. Tunaenda kuomba Mungu. Sijui unaanza mwaka uko na mpango gani ya kumtumikia Mungu. Sijui kazi ya Mungu liacha hiyo talanto ya Bwana ukachukua ukatutia chini ya udongo, au tufanye tena kazi ya Mungu vizuri, au tumikishe tena talanto ya Mungu vizuri. Na wewe unayekuwa na hiyo talanto, na wewe unaitumikisha kwa hali isiyo stahili, hali yenyewe haitaleta faida mbele ya Bwana. Wewe umetaka faida zako tu, lakini ujue kama siku Yesu atakuja atatuuliza faida ya talanto alituachia. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Tutaenda kuomba Mungu wa ndugu. Ogopa dhambi, na mimi niogope dhambi. Tumfanyizie Mungu kazi yake kwa kweli na haki. Tunashukuru Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Acha litutakaswe, acha litusafishe. Siku ya leo tunafanya kazi, talanto yako lituachia Bwana. Shetani anavuruga kazi yako, shetani analeta vishawishi vingi kwa kazi yako. Watumishi wako watulie, watu wako watulie, lakini tunaomba tena nguvu. Samee ulimwengu, samee kanisa, samee watumishi wako, samee waimbaji wafanye kazi yako, samee waombaji, samee manabii. Mungu tupe nguvu, tuchuruze talanto yako kama vile na stahili, na siku takaporudi tupate kuonesha faida hiyo talanto. Tusiwe kama ule mtumishi ambaye alitoa talanto yako na kuchukua udongo kuitia chini ya udongo, kusema siku Bwana tarudi nitampa talanto yake. Mungu sisi utusaidie, utujaze nguvu kanisa, utujaze nguvu watumishi wako. Shetani ashindwe, hata kuna shida, hata kuna matakizo, hali ya maisha nasumbua watu, ushomere nasumbua watu, magonjwa nasumbua watu, lakini uko ule jana na leo hata milele. Saidia ulimwengu nzima, uitakase, uisafishe, utawale walio wako, wape tena nguvu na ujasiri kwa mwaka huyu. Tunaharibu nguvu za shetani, tunaharibu nguvu zote zisio stahili. Acha kanisa lipate tena akili na hekima, tupate kuchuruza talanto lako vema. Mungu sifiwe na uimidiwe kwa uwezo wako. Tunakuomba kwa machache, kwa mengi utatubariki, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki na Mungu awawezeshe. Asante hapo. Ama kunaweza kuwa mwenye atakuwa na ulizo. Haya, tunapanaka numero de telefone juu kusema kama kuko mwenye kuna ulizo ama kuko wengine shauri, na wewe vile vile unaweza kutushauri. Hapo tunasema ni 078844
3 9 7 5 4. Mungu awabariki. Asante.